Katika somo langu nimelipa jina ya kwamba nitambue asili yetu, ijue asili yako, ijue asili yako. Mchungaji toka Jumapili iliyopita, ibada aliyofundisha kwenye Jumapili iliyopita pamoja na leo, anadokezea mambo ya kujua asili yako, kujua chanzo cha tatizo. Ili uweze kutatua tatizo ambalo linakusumbua, lazima ujue chanzo cha tatizo. Na katika somo hili nenda kutoa utangulizi katika ile Mathayo 7:18. Mathayo 7:18. Anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, na wala mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mema. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, na vile vile mti mbaya hauwezi kuzaa matunda yaliyo mema. Kwa katika msingi wa somo hili tunataka tuangalie chanzo cha haya matunda mema, chanzo chake ni nini? Katika hali ya kawaida unaona tunda lote lile, unajua kabisa hili tunda linatoka kwenye mti fulani. Ukiona chungwa unajua hili linatoka kwenye mti wa mchungwa. Ukiona embe unajua hili linatoka kwenye mti fulani. Na kwa kuona hayo matunda unaweza kubaini kwamba tunda hili ni zuri na tunda hili ni baya. Na tutaendelea katika ile Mathayo 12 ile mstari wa 33, anasema ufanyeni mti kuwa mzuri. Tutakutana nayo ananisomea. Anasema hivi, ufanyeni mti kuwa mzuri. Kwa hiyo inawezekana kwamba mti ni mzuri lakini ukawa unazaa matunda ambayo ni mabaya. Sasa lazima tujiulize, kama huu mti ni mzuri, kwa nini uzae matunda ambayo ni mabaya? Ina maana kwamba kuna asili fulani ambayo imefanyaje, ambayo imeharibiwa, au asili ya mtu, kuna chanzo fulani ambacho kiko sawa. Haiwezekani mti mwema ukatoa matunda mabaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Matunda katika mti ni kitambulisho cha mtu fulani. Nimesema matunda katika mti ni kitambulisho cha mtu fulani. Hivyo hata katika somo hili tunaona kwamba mti ni kama mwanadamu. Nimechukulia mti kama nani? Kama mwanadamu, pamoja na maisha yake, pamoja na historia yake. Kwa wewe hapo ulipo, wewe ni mti. Mwambie mwenzako ni mti. Mwambie mwenzangu wewe ni mti. Kwa hiyo nataka niangalie wewe mti, wewe unatoa matunda gani? Wewe mti, wewe unatoa matunda gani? Matokeo ya matunda mabaya, ina maana asili yako, huku kwenye asili kuna kitu ambacho kilikuwa sio kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unatoa matunda mazuri, ina maana kuna asili yako ambayo ilikuwa ni nini? Ni njema. Asili yako ambayo ilikuwa ni njema. Misingi yetu sisi, asili yetu kabisa sisi, asili yetu sisi wanadamu tunatoka kwa Mungu, ndio jamani. Sisi tunatoka, tuna asili hizi, tunaangalia katika sehemu hizi ndio. Sisi tuna roho na sisi tuna nini jamani? Sisi tuna Mungu. Si ndio? Tunaposema sisi tunao Mungu ndani yetu, kwa sababu roho Mungu anaishi ndani yetu. Tukisoma katika ile Mwanzo, anakuambia ile Mwanzo, anakuambia Mungu aliumba binadamu akampulizia pumzi ya nini? Pumzi ya roho. Kwa ndani yetu sisi kuna Mungu na ndani yetu sisi kuna mavumbi. Kusoma katika ile Mwanzo 1:7 anasema alifanya mavumbi, akafanya mavumbi, akapulizia pumzi ya uhai, akawa mtu hai. Ina maana ndani yetu sisi kuna Mungu na ndani yetu sisi kwa upande mwingine wa mwili kutoka katika nini? Katika mavumbi. Sasa hebu tuangalie wewe matunda ambayo unayazaa wewe unavyoonekana, ni asili yako ipi? Kristo. Inawezekana katika familia yenu kuna mambo ambayo yanatokea kwa kuvumilia. Ndio, inawezekana ni magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana nini jamani? Ni magonjwa. Kwamba elekea kwenye familia yenu kuna ugonjwa nini? Ugonjwa wa kifafa. Inawezekana kabisa wewe unaogopa na unampenda Yesu. Unaogopa kabisa unampenda Yesu, lakini kuna shida fulani ambayo bado inakung'ang'ania siku baada ya siku. Na kwa kuwa hujakaa kuangalia mzizi wa tatizo, unakaa kila siku unakemea roho maskini, nakemea roho ya ujinga, nakemea roho ya magonjwa, nakemea hizo roho za magonjwa. Hayo ni
unajua siri yako. Watu wengi tumefanyaje? Yaani baada ya kuokoka tukaamini kwamba yote yalishakuwa leo kanisani. Ukajua sasa mimi tayari nimeshampokea Yesu, maisha yanaanza, mimi niko na nani? Mimi niko na Yesu. Mtumishi wa Mungu. Nilikuwa nimesikataa, nimeokoka na kweli niko na Yesu na kufika mbinguni. Lakini nitaenda mbinguni kwa mateso kwa sababu kuna roho ambazo zinakufuatilia, zinatesa maisha yako. Mtu mmoja pale mtumishi wa Mungu mkubwa tu, lakini kuna mambo ambayo amejitahidi kadri anavyoweza, yanashindwa kumwachia. Na anakufa katika hiyo. Anakufa katika hiyo. Yamkini watoto, ni mtumishi wa Mungu, watoto wake maskini. Mtoto mgeni kwa ni kijana mtazeti. Ni mtumishi wa Mungu. Unasema sasa huyu mtumishi wa Mungu, ni wapi alipokosea? Ni wapi alipokosea? Ndipo na tutalisoma kwamba tukijua ile asili, tukijua mzizi wa tatizo, ndipo hapo tutatoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio mwenzio, usiende nyingine kwa uchovu. Ikiwa asili ya tatizo lako ndio. Wengine ni uzazi. Wengine ni uzazi. Na bibi fanya kwa hajazaa katika familia. Ukaendelea kushangaa na mkuu naye ameshindwa kupata mtoto. Sababu kubwa ni nini? Ukienda hospitalini ndipo unaonyesha kwamba mtu yuko sawa. Shida kubwa ni nini? Hakuna tatizo. Mtu ashiki bibi, apate watoto. Mwingine anapata watoto, ya mtu anayempata. Ikifikia umri tu wa kutambaa, mtoto anakufa. Anakwenda na maombi. Tutaomba sana. Tusipojua asili, tusipojua mzizi, hatuwezi kutoka mbinguni. Wengine wanaokoka lakini ile kusimama katika wokovu, yaani hawezi kutokana na nini? Msingi huu ni mdogo. Tunajitahidi, tunashangaa. Mimi sasa mimi kwa kweli jamani, kitu kile na siwezi ni kwa nini? Kwa Yesu asifiwe. Kwa mimi sijajua, kila mtu anayo asili. Kila mtu anayo asili yake. Kila mtu anayo asili yake. Na tuombe neema ya Mungu atufunulie. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, roho ya mafunuo, atufunulie chanzo cha tatizo, chanzo cha mambo yanayotusumbua katika maisha yetu. Ni yapi? Yamkisa yetu tumekuja kanisani kwenye ibada. Lakini unakuta mtu anakaa tu kule nyuma. Yaani mpaka unajua hivi inachosha kidogo. Ukipata nabii au wainjilisti wengine wakali. Mchungaji msoma ya kwanza, sisi tunakaa nyuma, kile vya mbele, Jumapili ya kwanza, Jumapili ya pili, baada ya kufika anakaa kule nyuma. Kila siku jamani naombeni ndiye mbele. Jamani naombeni ili kwa nini pale kwa mchungaji au pale kwa ajili yetu sisi na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukifuatilia sasa, hebu fuatilia chanzo cha hii watu kupenda kukaa huko nyuma, ndio utakupa ni asili, pengine ni asili ya imani yetu. Tulikotoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Tulikotoka huko. Kwa bila kujua hii asili na tukapambana nayo, hicho sio hapo tu. Tuendelee kukaa hivi. Tuendelee kukaa hivi. Tunasema sisi ni hivi. Sio hivi, kuna kitu liko sawa mtumishi wa Mungu. Kuna mtu mwingine kila ibada lazima nani? Mwanzo ibada mpaka mwisho. Mwanzo ibada mpaka mwisho. Inawezekana huko nyuma kuonyesha kama maana katika familia ya kwa ndio kwa atakayesoma katika atakayemjua Mungu katika mapenzi Mungu wa kweli hakuna. Kwa hiyo wewe ni neema tu kupata taku mkono wako. Lakini katika wokovu wako hakuna mafanikio. Wewe maisha yako jinsi ulivyo na mtu asema hakuna tofauti yoyote. Kwa sababu gani? Asili imekushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jua usiingie kwenye ibada. Si jambo la kawaida. Si jambo la kawaida. Si jambo la kawaida hata kidogo. Na tena kwenye tunakuwa kama kusaidia kusaidia. Wewe toka mbele usiingie huko utafunguliwa. Yaani ndio unaomba wewe hebu simama kidogo kaona kila ndio maambia watu kanisani. Baadaye usikie wewe unafanyaje? Inakuachia. Ni lazima tuambie tufanyaje ili tupone. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo la somo hili la kujua asili. Kwanza tujue tumetoka wapi. Sawa kweli? Tujue tumetoka wapi. Na tunakwenda wapi. Na tujue tumetoka wapi, tujue mambo gani yanatukwamisha.
kiuchumi, iwe ni kiafya, iwe ni kimaendeleo, tu kupima maendeleo kila maisha yako kwa ujumla. Kuna jambo ambalo kuna sehemu unakwama au kuna sehemu hata kama unapita kwa ukakasi mkubwa. Nitusaidie. Na jambo la pili, lengo la hili somo ni sisi tutambue na kuelewa mambo ambayo tunayoyafanya lakini yataathiri hadi vizazi vyetu vinavyokuja. Kuna mambo unayofanya wewe sasa hivi, madhara yake watapata wewe, watapata hao wanaokuja. Neno la Mungu nasema hivi, ninawapatiliza wana uongo wa baba zao, kizazi cha tatu, kizazi cha ngapi? Kizazi cha nne. Kuna jambo ulifanya leo wewe hapa leo, lakini madhara yake usipate wewe, akaja kuyapata nani? Akapata mtoto wako. Wewe leo umeiba, wewe leo kuna jambo ambalo unafanya mpaka hajampendeza Mungu. Inaonekana Mungu hajakuadhibu wewe, lakini ile inatoka kwako. Uko salama, unatoka salama. Mtoto wako, kama sio mtoto wako mkubwa, kama sio mtoto wako kuchukucha, hivyo ndio vizazi vingapi? Vizazi vinne. Hivyo ndio vizazi vinne. Bwana Yesu asifiwe. Umesema asili ya mwanadamu ipo katika pande ngapi? Upande wa mwili na upande wa nini jamani? Upande wa mwili na upande wa nini jamani? Upande wa mwili na upande gani? Na upande wa roho. Sasa jamani, tumesema sisi kwa upande wa mwili sisi ni mavumbi. Kwa upande wa mwili sisi ni nini? Sisi ni mavumbi. Sio Mwanzo 2:27. Asa Bwana alifanya mtu kwa mavumbi, sio hapa akamfundisha pumzi ya uhai. Na katika somo hili hapa kujua siri, ninataka nizungumzie zaidi kwa upande wa mwili. Kwa upande wa nini jamani? Kwa upande wa mwili. Tuangalie asili ya binadamu kwa upande wa mwili. Kila mtu anayo asili yake. Kila mtu anayo asili. Kwanza asili ni nini? Tunaposema kwamba asili, nini maana ya neno asili? Kwa jinsi ambavyo labda wewe unafahamu asili. Nimesema kwenye hili somo jamani, tunataka kushirikishana kwa sababu hivyo vitu vipo na tunavijua. Sio jamani? Vipo na tunavijua. Na kila mtu anayo asili yake, si ndio? Mwingine asili yake ni mtu wa Songea, mwingine asili yake labda katoka Kigoma. Tumekutana lakini kila mtu ametokea panapotoka. Kwenye asili tunaangalia kwa mkoa uliotokea au mkoa uliotokea au kabila uliotokea. Kuna mambo ambayo yako huko. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia asili ndio jamani. Anasema chimbuko. Kwamba asili nini jamani? Chimbuko. Asante sana. Mwingine ataka kuongea kama asili nini? Asili ni chimbuko. Kwa ubarisi. Mwingine ataka kusema asili ni nini? Au majibu yanafanana, sio jamani? Na wao unawaza kama waliojibu hawa penda, sio watumishi wa Bwana. Sio hivyo. Basi wapigie makofi. Asili ni chanzo. Wewe una mwanzo wako. Na kwa hili somo nimegawa hilo chanzo katika sehemu hii ngapi? Mwanzo wako wewe. Ya kwanza kama nilivyokuambia ni nusu. Ya kwanza kabisa chini tunaanza na mizizi. Ndio. Sasa hii mizizi inaitwa jina la mababu. Mizizi inapatia jina nini? Mababu. Tulishakuwa kwa mababu. Biblia inasema kwamba vizazi vingapi jamaa tunavyoangalia? Ni si ndio? Watu tunaanza kwa nani? Mababu. Unapotaka nijue siri yako, nataka kwanza sasa kufuatilia kule kuhusu mababu zako. Mababu zako walikuwa na imani gani? Walikuwa na nini? Mababu zako walitamka nini juu ya uzao wako? Mababu zako walitoa sadaka gani? Mababu zako walifanya mambo gani mazuri au mambo gani mabaya? Kila mtu ana mababu, si ndio? Japokuwa mimi tujawaona, lakini tunasikia jamani, sisi mkoa fulani sisi mkoa nani? Mkoa fulani ndio kichwa majina ukoje? Basi unajua kwa mfano ndio mpaka uko yani kama mimi hapa nitahau, lakini tukitoka na kama kuna makina hau ya beli
Sembo kina ule wapo, ukienda Arusha kina ule wapo, lakini sio asili yao kule. Tumetoka wapi jamani? Tumetoka Songea, na Songea sio asili yetu. Sisi tumetoka Afrika Kusini huko, tunasikia hiyo story kwamba kina ule Wangoni wanatoka Afrika ya wapi? Ya Kusini. Mimi nakwambia. Kwa na wewe kabila lako linaleta ukoo, linasema. Katika hiyo asili, je, kuna mambo mema au mambo mabaya? Kuna mambo mema au mambo mabaya ambayo asili yako imefanyaje? Yafanya au mababu zako wanafanya. Inawezekana mababu zako walikuwa wanafanya matambiko, na katika hayo matambiko wakawa wanatamka kwenye vizazi vyetu sisi, watoto hawa wakisoma waishi darasa la 7. Watoto zetu hawa wakifanikiwa sana waingie tu kwenye ndoa au waachike. Watoto zetu hawatakiwi kuolewa, yaani vizazi vangu mimi katika ukoo wetu wasiolewe. Inategemeana ni matambiko gani ambao wamefanya hao mababu. Na hayo matambiko wale yakanyuki kule, wale yanafanya matambiko yatamkiwa na maneno, yanatolewa na sadaka. Matambiko halifanywa bure. Kuna maneno ya wazee wa ukoo, wazee wa familia, huwa wanakaa. Wakikaa wale wazee, kuna maneno wanayotamka, wakitamka yale maneno, wanatoa na nini? Wanatoa na sadaka. Kwa hiyo wewe hapa usipojua asili yako, unaweza ukaja kung'ang'ana na kitu fulani. Hujajua asili, utang'ang'ana sana na utaenda mbinguni ukiwa umechoka. Kwa Yesu. Mimi jambo limenisumbua sana. Kumbe katika natolea mfano kwenye familia yetu, huo mzizi ulikuwa unafanya matambiko. Hata jina la Raule hili jina la jina langu lote yaani kwa jina langu la kwanza jina langu la pili jina kabila la ukoo Haule. Jina langu la pili nani jamani? Haule. Lakini ile jina sasa nilikuwa nashangaa jina hili. Nikawa nataka nijue nini asili ya hili jina hili. Sasa nikamwambia kiwa Haule wewe yaani sio ni role model Haule yangu. Sio ni role model Haule kwamba kuna Haule fulani. Yeye ukija kuona ni moja. Nikasema nitaanza. Sasa kufuatilia kwanza maana jina lenyewe. Kuna mnyama anaitwa Haule. Kuna mnyama kwa sababu wanasema yule mnyama atajia kwenda hivi mbele hapa na huko. Anaenda hivi hapa na hivi. Nikasema hatuwezi. Kwa sababu mimi sijui jina walipata mpaka nakwenda mbele na kurudi. Ndio maana ndio asili. Nikaanza kufuatilia jina langu la Haule elimu. Mpaka leo nilitaja hivi kama kuna kitu kinachokuwa sawa. Yaani ningekuwa na uwezo kubadilisha jina ningekuwa nibadilisha. Kwa sababu sijui maana yake. Na inakuwa inaelekea mimi sijui kwa nini inaelekea, lakini inaelekea. Ile kama kuuliza hivyo tu waga na isigeni kuna kama nifanye waga na kutea. Kwa hiyo sio. Kwa sababu sijapata asili, ninapata asili ya jina la ukoo. Jina langu ni sijapata nini? Sijapata asili yake kwa nini hiyo jina. Kama jina zote zina pesa ndio kama ile. Kuna sura ya furaha, sura ya nani? Sio fulani kwa sababu nikaangalia hata video kule ya watakatifu nilipotoka. Tukaangalia tunataka kama kitabu cha watakatifu. Angalia mtakatifu yoyote sio kuona jina la mtakatifu yoyote. Nikalichukia kabisa. Sijajua jina lako asili yako. Sio ulishawahi kuita jina asili yako. Ukajua kwa jina hilo sababu ya kitu fulani. Kwa hiyo ita cha usiku picha nani kwamba labda ipatikana usiku. Tutoke na sisi ndio jamani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuachane na haya. Nasema kitu kilichokuwa nisumbua mimi ni hizo babu zangu. Kuna maneno wao walitamka katika familia. Waliyatamka ya kwamba katika ukoo huwa tunakiauli asiku mtu atakayevuka kwenda mbele. Kwanza asiku mtu atakayeenda sekondari. Dada yangu wa kwanza alisoma akafaulu darasa 7. Alifika form 1 form 2 kuumwa kila siku akawa ameshia shule kwa imeisha. Akaja kasoma mpaka darasa 7 akafeli. Akaenda siku baadaye akawa ameshia hapo. Nikaja mimi. Sasa mimi baada ya kuja mimi nikapata changamoto, lakini najua tu ni kwa neema tu ya Mungu. Nikafika form 4. Ni kwa neema tu. Kwa sababu nilipata vikwazo vingi sana. Ni kwa neema ya Mungu. Akaja mwanangu anayenifuata mimi.
darasa la 7. Cha kwanza bali tumeishia hapa. Baadaye ndio kaja maombi mwingine. Kasoma form 2 ni kwa kiume. Kampa binti wa watu wengi. Shule ikawa imeishia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa baada ya kuanza kufuatia chanzo, sasa baada ya kuanza kumjua Mungu, kumpokea Yesu Bwana mwokozi wa maisha yangu, nikaanza kufuatilia hii kwa nini hii familia, kwa nini ukua mambo yako kama hivi? Kuja kujua kwamba kuna mambo yalifanyika katika ukoo wetu na anayehusika ni shangazi yetu. Mimi kwa babangu wazaliwa wawili, babangu na dada yangu. Shangazi yetu ndio anayehusika kwenye hayo mambo, na yeye alipokea mikopo kutoka nani? Kwa mababu zake ambao tunazungumzia nini? Ule mzizi ambao ni nini? Mababu. Ndio chanzo cha ushirikina kwenye ukoo wetu. Na kuna mambo walitamka. Nikasema sasa mimi wakoka niliokoka nimejua Mungu. Nitapambana ili ndugu zangu wengine hapa Mungu afanye kitu kwa Mungu pia ambaye baba nikavunja nikaanza kuharibu ile misingi mibaya ya mababu, kwanza kutubu na kutoa sadaka kwa ajili ya kuunga rehema kwa Mungu ili nisamehe asamehe na uzao wa tumbo la mama. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kufanya hivi, Mungu akamsaidia mdogo wangu mimi wa mwisho. Mdogo wangu wa mwisho. Wa pili kutoka mwisho. Akasoma, akamaliza chuo, ana masters. Baada ya kufunguliwa, kujua yeye mtujua si sisi kwa nini hatuendelee. Na wa mwisho kabisa, na nikasoma degree ya udaktari. Lakini yote tunapata baada ya kujua nini? Baada ya kujua chanzo. Sasa kuna siku wasema mchansi mwogopo. Ukijua asili ya tatizo, mchungaji alisema Jumapili, ukishajua chanzo cha tatizo linalosumbua ni hili, pambana nalo usiku na mchana kwa sala, kwa maombi, kwa kufunga, kwa kugaragara mbele za Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa rehema, ataingilia kati na atakufungua. Kwa sababu Mungu anasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kuishi kwa imani maana yake nini? Japokuwa unapita kwenye changamoto nyingi, lakini hutamwacha huyu Mungu. Utasema Bwana, wewe ndio ngome yangu, wewe ndio mwokozi wangu, wewe ndio kimbilio langu, wewe ndio mwanzo wangu na mwisho wangu, sitakuacha. Kama Ayubu alivyosema, japokuwa alishawishiwa kumwacha Mungu, lakini hakumwacha Mungu. Ndipo nakwambia mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani inapatikana kwenye changamoto. Hiyo ukiendelea kumkiri huyu Yesu mbali mwako, utaendelea kumwinua huyu Yesu kwenye hayo mambo unayopitia. Mwambie mwenzio mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Mwambie ataishi kwa imani. Nilimfuata yule shangazi kwa sababu nilionyeshwa, sikuona kichokea, nilionyeshwa hapo aliyeshika mikoba ni huyu. Nikamwambia shangazi, na ninafanana naye. Ukiona ni mapacha. Copyright. Yaani niona mimi sawa na shangazi yangu. Nikamfuata kwa upole kabisa. Nikamwambia shangazi naye ni baba. Wewe ni baba ndio ni baba. Kwa hiyo maisha kamili. Wewe ni baba. Sasa kwa kuwa ni baba, mimi kuna mambo moja kwanza Yesu anakupenda. Na mwenye anajua alikuta shangazi, nikasema unatakiwa kufanya kupokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yako. Kwa kweli kabisa shangazi mwenyewe nataka mimi nikuwa nifikiria hilo. Kwa kweli ama maisha mimi nikiangalia, sio kama mwelekeo. Nikasema wali mwelekeo kivipi? Kuna mambo fulani nikikumbuka nilipoishi na kaka yangu, alikuwa anitendea mema, alafu mimi kuna mambo nilikuwa nimeyafanya, anza kufanya kuokoka. Nilikuwa kama mtafanikiwa sana, naona kama mnaendelea. Nikasema shangazi, na tutaendelea zaidi ya hapa. Mchezo uliofanya mshafu utakujiwa na familia yako. Kumbe alitamka. Yuko kwa kaka na dada. Alitamka kwa kakaangu wasipike sehemu. Tukapa ngepungua sana watoto wa kaka mtu na watoto wa nani? Wao shangazi. Wao wameelewa na magari mengine. Lakini kwa sisi alifanya kama sisi kama dongazi au kufanyaje? Nikasema sasa nimechambua chanzo cha tatizo. Chanzo cha matatizo yetu sisi. Kila siku tulikuwa na mapepo kwa sababu ni wewe. Sasa nilikwambia amua moja kumpokea huyu Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yako. La sivyo shangazi, nitakutia na upanga kwa sababu hakika ninao. Nitakukatakata bila kujali kama ni baba yangu au ni nani. Ninaongea hivyo nimekasikia mpaka asielewe. Sasa sema na mwanangu, naomba tu nisamehe yani. Mambo mbona nimeacha? Nikasema hujayaacha. Kachome ile nilikuwa nataka
nikubali kachoma moto. Nika unasema umeacha tumtoi watu tu hivi. Kuna mtu ambaye unayo kachome moto hivi kama umeacha. Na yeyote akiumwa, mimi nakwambia shangazi, sacrifice maisha yangu. Yeyote akiumwa, akipata na moto yote nakubali. Shangazi niache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akampokea Yesu. Yesu alimpokea, ila bado mikoba anaendelea kufanyaje? Anaendelea kushika. Lakini sasa anaogopa ampige nani, kwa sababu nimeshamwambia yeyote akipigwa na kujua ni nani. Kwa hiyo sasa hivi mkopo ndio mlinzi. Anataka watu wengine sasa hawa watoto wataka hawa wasije wakafanyaje? Wasije wakapigwa. Wakipigwa, mimi nataka nini? Nataka nipate. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio mwanzo sikufanikiwa. Yaani huo ndio mwanzo sikutoka, hadi japokuwa tumekuwa sehemu, lakini ndio mwanzo. Lakini kabla tulikuwa tuna hali mbaya. Chanzo cha tatizo, ijue asili. Kwa nini unaishi maisha unaishi sasa hivi? Kuna mambo gani ambayo unayapitia? Kama ni mazuri, jua kwamba asili yako imetengenezwa vizuri. Kama ni mabaya, kujua kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa katika familia. Na mambo angalia kwa upande wa familia, anza kuanzia mababu. Kumbuka wana wa Israeli wakati wanapigwa, wakati wanapigana na mfalme na kujameza, wakawa shangaa, mbona nini hizi hatushindi? Tulikuwa tunasikia kuwa sisi wa Israeli sisi ni taifa kubwa, tukipigana na mataifa mengine tunafanyaje? Tunakuwa tunawashinda. Kwa nini hatushindi? Anakwambia ikabidi tujiulize ni kwa nini. Inawezekanika ni kwa ajili ya makosa ya mababu zetu waliotenda mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ikabidi wajiulize. Ukisoma Ayubu 8 mstari wa 8 mpaka wa 9. Ayubu 8 mstari wa 8 mpaka wa 9. Asa basi tujiulize kwa vizazi vya zamani. Ni lazima kujiuliza. Tumeokoka ndio, lakini lazima tujiulize vizazi vya nini? Vya zamani. Walifanya mambo gani? Walifanya mambo gani? Mtu aliyepata anataka tusomee. Ayubu 8. Basi muulize tafadhali vizazi vya zamani. Sisi tu, yaani mimi na wewe, sisi hatujui mambo ya zamani ambayo mabosi walifanyaje, waliyafanya hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mabosi wanayajua, sisi hatuyajui. Mtu wa Mungu, hata kama umeokoka, hao mababu zako hawajaokoka, lakini kaa nao. Bwana Yesu asifiwe. Kaa nao tu kama babu yako unaye, wewe kaa nao. Chati baba, sisi babu. Hivi sisi asili yetu hivyo ipoje? Usije ukasema kwa sababu mimi nimeokoka siwezi kukaa na kuongea na huyu babu ambaye hajamjua Mungu. Hapana, kuna mambo ambayo ya msingi anayo. Wanasema utu uzima nini? Utu uzima dawa. Hata kama ukajua hata katika wokovu wangu nisimame hivi, nipigane hivi niweze kutoka. Wakati kuna babu wako. Babu. Unaye nini? Kuna mambo ambayo wale wanayo ambao wanataka kuongea nayo ili uweze kujua jinsi gani ya kuenenda. Haiwezekani. Mabinti wazuri, kuolewa wa mtu mkubwa hauelewi. Kuna kitu mababu walifanya. Tutapigana sana hapa, hatuwezi kutoka pasipo kujua nini, pasipo kujua chanzo. Maneno gani walitamka? Watamka maneno gani? Kwa hiyo miungu yao, sadaka gani walizitoa? Walitoa sadaka gani? Sasa tulinganisha, wao walichinja ng'ombe, wakafanya maneno, wakafanya matambiko ili mambo mabaya yapate kilisho kizazi. Hapo watoa sadaka ile ya kawaida. Unaomba ile kawaida tu. Hatuwezi kutoka. Neno la Mungu linasema hivi, kwa namna hii haiwezekani bila kufunga na kufanyaje? Sio kufunga siku moja tu unaacha. No. Tumisha Mungu moja hesabu tusifanye maombi kwa nini? Kwa nini kimbilia?
nini. Kwa sababu nimenipata hii, basi hapa leo wiki inafunga baba. Hii hapa, hii baba. Siku mbili hadi umeacha. Wakati adui haachi kwa sababu sadaka iliyotolewa ni kubwa na inaendelea kunena. Unatokaje mtumishi wa Mungu? Nasema hivi utaenda mbinguni umechoka. Amina akasema una mbinguni bado unafanyaje? Nilikuwa nimechoka. Tumechoka kukaa kwenye maisha haya ya kawaida kawaida. Wakati Yesu tunaye. Hapana. Maisha yetu kilinganisha na wengine familia ambao kwenye familia unaweza ni mtu mmoja au ndio mlioko. Mna tofauti sana na hao wengine ambao waliokuwa kwenye familia. Kuna vitu vingi ambavyo tunawazidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi ambavyo tunawazidi. Jamani tunaulizana basi tunachangana darasa. Kuna mambo fulani ambayo tunawazidi yani uchumi, elimu yani. Jamani tumeokoka. Na familia sio kama familia zote zimeokoka hapa. Wako wengi ambao bado hawajafanyaje? Je, unapojiona wewe kimaendeleo, uchumi, na mambo mengi sana unawazidi. Zaidi kusema Bwana Yesu asifiwe. Nenda kwa Mungu. Wapendwa, ungane basi mkono na hii darasa. Ninauliza tu kanisa. Kwenye familia zetu, kama ni wawili au watoto wadogo ndio kwa Yesu. Kundi kwa nini Mungu? Nilinganishe wewe na wale ambao wamewaacha. Mwafiki sana. Uchumi, kimaendeleo, mwafiki sana. Hapana. Kuna shida. Bali mwanzo kuna shida. Bali mwanzo kuna shida. Ndio Mungu anasema hivi, bora kwa moto au baridi. Mtu Mungu hata Mungu mwenyewe anafanyaje? Mwenyewe anakutenda. Kwa sababu wale wanaendelea kushikilia zile mila, wanaanza kuzitolea, kuziongezea zile sadaka za mababu. Na hata zinaendelea kuwalinda, zinaendelea kuwabarikisha. Kwa Yesu asifiwe. Lakini wewe Mungu kwa Mungu, tunaenda kiuvivu, kiulegevu. Ndio maana hatuna mambo ya tofauti yoyote ya kutofautisha. Hali zetu ni zile zile. Hela tuna hela, hatuna pesa. Tuna hela, tuna hela za kujikimu katika nini? Katika maisha. Lakini wao mzee wanakwenda. Tunasaidia wamekuja si bwana nisaidie, anakusaidia. Haleluya. Haleluya. Tunasaidiwa. Tujue asili. Lakini kama bila kuangalia kama mababu ndio kusababishia matatizo, kwanza tujiangalie maisha yetu wenyewe. Maana ingine matatizo yanaweza kusababishwa na wewe mwenyewe. Je, kuna mambo gani ambayo unayafanya wewe ambayo yanazuia Mungu asionekane kwako, ambayo yanazuia wewe usistawi, ambayo yanazuia wewe usisonge mbele? Kabla tunatafuta mchawi wa nje, tuangalie kwanza mchawi wa ndani ni nani? Jichunguze maisha yako. Je, ni mtu wa matukio? Ni mtu aliyemko? Kwa vile ikiwa ni kipindi cha labda cha mipango, hai kama ndio unasema yaani ataleo Yesu aturudi leo. Au mpaka mfungo mpaka itangazwe hapo kuna mtu kidogo yuko active. Lakini nje ya kutangaza mfungo, nje ya maisha haya kanisani, maisha yako mwenyewe binafsi unayoishi, maisha yako mwenyewe binafsi unayoishi yanaweza yakasababisha balaa au yakasababisha laana. Na hizo laana sio kwa kutu. Maisha yako unayoishi, mambo unayofanya, unaweza kumfahamu mtu, unaweza kupokea mtu ambaye si salama. Ukishapata mtu salama muda gani, umezidishwa chini ukaibana. Yaani baada ya kusema samani umezidishwa chini unasema Mungu asante sana kwa sababu umeniona kwa kweli siku ya leo uko ndani. Laana nitakupatia kama nikupatia kwa watoto wako. Watazununua mara 10 zaidi ya kile ambacho umechukua. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Ribo shata rabo shita, lakini maisha yetu wokovu wetu unakuwa ni sawa na kazi.
Tusiwe na wokovu wa kimiemko, tusiwe na maombi ya kimiemko, tusiwe na maombi ya makimbilio kwamba sasa na shida hapa, basi mimi nianze kunyafia watumishi wa Mungu, jamani na tatizo 1 2 3. Hatujafanya maombi kama ni sehemu ya maisha yetu, kama adui ambavyo yeye halali wala hasinzii kwa ajili sisi mambo hatupati, na sisi hivyo hivyo kwa kweli Mungu wetu naye halali wala hasinzii kwa ajili yetu, basi na sisi tuonyeshe. Mungu anakula kitu kwenye kitu. Waswahili wanasema ndiye anacho anafanyaje? Anaongezewa. Lakini yule asiye nacho hata kile alicho nacho anafanyaje? Ananyang'anywa. Hata katika ulimwengu wa roho ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Wewe mwenye maombi kidogo, hata hivyo ulivyo navyo, utanyang'anywa kabisa ile roho ya Mungu iliyoko ndani yako. Na yule mwenye ile mnyamko ambao hafanyi kama mambo kwamba ni kimbilio, Mungu atamuongezea, Roho Mtakatifu atamfunulia mambo zaidi na zaidi ya kuomba na atazidi kusonga mbele. Angalia maendeleo yako. Unaenda mbele, unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda mbele, unarudi. Nasema jamani, ndio kwa mababu tuangalie sisi maisha yetu. Soma katika Ezekieli 18, Ezekieli sura 18 mstari wa 20. Ezekieli sura 18 mstari wa 20. Aliyepata aweza kanisomea. Tuendelee Ezekieli. Ezekieli kwa mstari wa 20. Mwana atachukua uovu wa baba yake, wala baba atachukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake na uovu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika ile maombolezo, kuna maombolezo 5 mstari wa 7, mlango wa 7 mstari wa 7. Anasema kwamba tuwaulize wale wazee wetu, labda kuna mambo walifanya na ambao hayo mambo yanasababisha sisi kupata dhana haya mateso. Tuulize maombi ya babu zetu, tuulize maisha ya babu zetu. Lakini katika hii Ezekieli anakwambia hivi, maovu yako wewe yatakuwa yani, anasema baba hatachukua uovu wa nani? Wa mwanae. Si ndio jamani? Yaani maana uovu wako unaofanya wewe, uovu wako kama unafanya wewe, maovu yako yatakuwa juu yako. Kwa hiyo kule kwenye maombolezo alikuwa anaongelea kwa habari ya familia, kwa habari ya ukoo. Kuna mambo walifanya watu kama mababu, kama ukoo, waliyatabiria au walitamka mambo kama ukoo, walifanya maagano kwa ajili ya ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale kwa ajili ya ukoo ndio ambayo anafuatia kizazi hadi kizazi. Lakini katika Ezekieli ni wewe binafsi. Kama nikasema hivi, kama hautatuangalia kwa mababu zetu, tujiangalie maisha yetu sisi wenyewe. Anakuambia roho inayofanya dhambi lazima itahukumiwa. Na hukumu itakuwa juu yako wewe mwenyewe unayefanya nini? Unaofanya dhambi. Sio kasema mimi na mambo ni kwa ajili ya mababu zangu na mabibi zangu, baba na wazazi wangu. Hapana, kwa mambo mengine ambayo ni wewe mwenyewe ambao ni chanzo. Na kama wewe ni chanzo, hii adhabu itakuwa juu yako wewe mwenyewe. Wala sio kwa baba yako, wala sio kwa mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Roho itendayo dhambi, ndio itakayofanyaje? Itakayohukumiwa. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba mtu uwe tayari kushughulikia mambo unayofanya ambayo hayampendezi Mungu. Ukitambua kwamba hili ninayofanya haya matokeo yake ni kwangu mimi pamoja na vizazi vyangu. Bwana Yesu asifiwe. Bila kukubali mapungufu yetu hatuwezi kutoka. Bila kukubali mapungufu yetu, wapi tumepungukiwa, wapi hatuko sawa, hatuwezi kutoka hapo tulipo kwenda kwenye eneo lingine la nini, la mafanikio. Kwa nini uko hivi jinsi ulivyo? Tupambane ili kutoka katika sehemu ambayo tulipo. Wapi tumetoka na wapi tunafanyaje na wapi tunakwenda. Nikupenda chache chunguza familia yako. Kwa nini ambacho kinaendelea kwenye familia yako? Changamoto gani ambayo ipo kwenye familia? Kwa tatizo gani? Aidha ni kuolewa, ni kutokusoma, ni kutokufanikiwa.
familia. Kitu gani kinatesa familia? Kila mtu ni shuhuda wa familia yake, kwa sababu hayo mambo yanaenda katika familia na unajua na unajua. Usipopambana wewe, ina maana yaani hiyo inakuwa ni hali endelevu hadi vizazi vyako, hadi watoto wako. Mambo ambayo ndio kwa nayo wewe, utakia sasa watoto wako waje kupambana na hayo mambo ambayo ungeacha kufanyaje? Unaweza kupambana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia chanzo. Ni wewe au ni babangu? Ni wewe au ni babangu? Nimesema ndio katika sehemu nne. Leo kwetu sehemu moja tu ya mizizi ambayo ni baba. Alikasema kabla angalia kwenye mababu, tuangalie sisi wenyewe. Yeye ni sisi ni sababu ya chanzo cha matatizo. Nini tufanye basi? Nini tufanye? Nimekupa dakika chache za kutafakari. Tafakari usinipe jibu, tafakari tu kwenye familia. Mambo gani ambayo yanaendelea? Ushirikiano kwa familia yenu. Sadaka kwa familia yenu. Ibada za wafu, watu kufagilia makaburi, ndio kusifanyaje? Na wewe yamkini kwa namna moja au nyingine unahusika kwenye kwenda kufagilia makaburi, unahusika kwenye ibada za wafu. Kama wewe mwenyewe uende, lakini jina lako linatajwa pale kwa sababu hujakata mnyororo, hujakata mzizi, bado jina lako linatajwa kwa sababu liliandikwa kwenye huo ukoo. Liliandikwa kwenye huo ukoo. Ulipozaliwa tayari umeshajiingiza kwenye ule ukoo na tayari uko kwenye miliki fulani. Uko kwenye falme fulani. Na kila ukoo una mkuu wake wa nguvu za giza. Kila ukoo kuna mwenyekiti wa uchawi. Mwenyekiti wa ufalme wa giza yuko pale kwenye ukoo. Ndio maana mtu asiyekujua hawezi kukuroga. Nikipata nikuroge wewe, ni lazima nikombe ruhusa kwenye nini? Kwenye mfalme wa kwenye ukoo wenu ananiruhusu. Akiniruhusu mimi nakuja kwako. Asiyekujua hawezi kukuroga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza kwenye maisha yako. Chunguza kwenye familia yako. Nini kinaendelea? Na ndio maana tunahitaji kukomboa. Tukomboe hizi asili zetu. Tukomboe vizazi vyetu. Tukomboe vitu vyetu ambavyo mababu walifanya mapatano na nguvu za giza na kuzimu. Tukate mnyororo ambao tumefungamanishwa nao ambao unafuatia kizazi hadi kizazi. Tutafakari mambo yanayoendelea kutueleza. Nini kinazuia sisi kustawi? Nini kinazuia kutafuta maendeleo? Yamkini ndoa kuliko kufa bila amani. Angalia kwa upande wa baba yako na upande wa mama yako. Sehemu mbili unahusika. Tafakari. Pita kwenye kila eneo. Angalia babu zako. Angalia. Baada ya kuangalia, turudi sasa pamoja. Nini tufanye? Na mengine yanaumiza moyo, yanakatisha tamaa kabisa, yanatia hasira na uchungu. Hata huoni faida ya kuishi tena, hata huoni faida ya kuwa na ndugu, ukijua haya mambo ambayo yanasababisha kuliko ulivyo. Yanakatisha tamaa. Kwa mimi ndio kufanya kwenye mchakato. Hata ningezaliwa Mungu wa Ulaya na watu wa mataifa. Hata ningezaliwa Mungu wa nini? Ulaya. Kwa nini hivi nilivyozaliwa hapa? Ni watu wasiojua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu naye sengine amkia mibaini maisha, mibaini machangamoto mbalimbali, akajichukia, akachukia familia yake, akachukia wazazi, akachukia kila kitu. Akasema kwa nini ningezaliwa Mungu wa Ulaya niishi maisha ya raha? Kwa ni hapa najua. Tumechunguza ndio jamani. Au tunasinzia? Halo. Tunaangalia kwenye familia. Baada ya kujua tufanye nini basi?
Tushirikishane basi jamani, tushirikishane hizi sana. Chakula changu cha asili yako, chakula changu cha asili wewe mwenyewe kuamua. Kama unavyoona mimi yangu, hata kuna vitu hivi vilikuwa haviwezekana hata kwa wazee walishaisema kutoka kitu fulani. Kwa hiyo ni jukumu lako sasa kuamua. Mimi sitakuwa kama wao. Hata kitu changu mimi hakitafanya ndio wao. Kwa mimi nitaamua kufanya, sababu nimempokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. Nitaishi tofauti na wao. Zile ibada ambazo walikuwa wanaamini wao, yale yote ambayo walikuwa wanafanya wao wakiamini yanawasaidia, mimi sitafanya. Kwa hiyo kuchukua uamuzi ambao utakuongoza wewe kuishi tofauti na wanapotaka hadi matokeo yao wao. Nitaishi kutokana na kutoka kwenye familia tofauti. Unaingia kusimamia familia yako, kwa baba, kwa mama, kuna kitu hakiko sawa. Kila mtu anajua. Kwa hiyo kuna kitu hakiko sawa. Jaribu kufanya ili kwa mimi ana kitu changu mimi nisema na babangu mimi alifanya kitu cha tofauti na nyumbani na mimi alipotokea. Kwa hiyo tunaanzia kwa baadhi ya leo. Amina. Kwa hiyo ni jana watu wangu wengi watafuatia na mjengo wote tumbele. Kisha kutokana na huo jana waliamua kufanya tofauti kwa yao. Amina. Asante kwa mchango mzuri. Jamani, nakaribisha tena mwingine. Tumetafakari kwa pamoja. Tulishajua karibu